Karibu JTDFX. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kanicheck kwa namba ambazo zinaonekana hapo kwenye skrini yako, lakini pia angalia kwenye description kuna group la WhatsApp la pamoja, utajoin kwa ajili ya motivation. Na leo nimekuleta video ambayo inahusu nguvu ya risk to reward ratio katika forex trading. Sasa risk to reward ratio inamaanisha unakiweka kiwango fulani cha dola katika mtaji wako kwa lengo la kuweza kupata zaidi ya kile kitu ambacho umekiweka. Inamaanisha riski, kama umeweka dola 2 utakaa sokoni mpaka uweze kupata dola 4. Kwa hiyo risk to reward ratio ukigawanya hapo inakuwa ni 1:2, au umeriski dola 2 utakaa sokoni mpaka uweze kupata dola 6. Kwa hiyo risk to reward ratio hapo itakuwa ni 1:3. Hapa kwenye risk to reward ratio inamaanisha kile kiwango ambacho tunakiriski then tunakiwekea stop loss ndicho ambacho tunakuwa tupo tayari kuweza kupoteza endapo kama soko likienda kinyume na sisi. Ina maana kama stop loss umeweza kuweka ni stop loss ya dola 1 au dola 3 au dola 2, inamaanisha wewe upo tayari kuweza kukipoteza kile kiwango, na hiyo ndio ambayo tunaita risk. Kwa hiyo ni una risk kitu ambacho unakuwa upo tayari kuweza kupoteza kwa lengo la kupata zaidi ya kile kitu. Hiyo ni risk to reward ratio. Bwana, leo nataka niweze kuonyesha nguvu ya risk to reward ratio. Inamaanisha tutakuwa tuna trade forex hususan kwa huu mwaka wa 2026 kuweza kutumia nguvu ya risk to reward ratio, na hii ni moja ya mbinu ambayo ipo katika zile kanuni za risk management. Kwa hiyo kama unahitaji kuweza kukuza akaunti yako na kuweza kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, akaunti iweze kukua pasipo kuweza kuhusisha riski kubwa, tumia hii mbinu ya risk to reward ratio. Sasa ngoja niweze kuiseti hii chart yangu hapa. Niweze kuiseti hii chart hapa. Na hii pia ni Euro USD. Niseti kwa full screen hapa. Alafu itoe na hii indicator chini hapa, sihitaji. Okay. Yeah. Sasa kama unavyoliona ili soko, nitachambua kidogo soko. Kama unavyoona ili soko hapa, maybe tuangalie hapa. Nikiangalia hapa pana hii demand zone. Hapa pana hii demand zone ambayo inaonekana hapa. Ngoja niweze kuichora hapa. Kuna hii demand zone. Okay? Kama unavyoiona hapa, hii ni demand zone. Hii ni demand zone. Okay, ngoja ni name. Hii ni demand zone. Hii ni demand zone DZ kwa kama unavyoona hapa. Na hii demand zone ilipatikana kwenye time frame ya 1 day. Ile time frame 1 day. Sasa ngoja nirudi pia kwenye time frame ndogo kama dakika masaa 4. Nikija kwenye masaa 4 hapa nachambua soko la haraka kidogo. Sitaki video ndefu. Okay, hapa nimerudi. Nimerudi hapa. Hii ningeweza kuisqueeze ili iweze kumatch na hii. Yeah. Ni squeeze hapa iweze kumatch na hii. Unavyoiona hapo. Labda nikiweze kuenlarge ili tuone. Niweze kuenlarge. Naona imeingia kidogo, na maana hii inakuwa ni high risk. Sio mbaya. Okay. Sasa ngoja nishuke tena kwenye time mdogo. Labda nishuke kwenye 1 hour. Afu nione. Huu nimekuja kwenye 1 hour. Nitafute zone yangu. Nitafute zone kwenye 1 hour. Kwa mbali kidogo. Naona ni hii. Ngoja ni squeeze.
Ina maana aina hii ya kuweza kutrade forex tunaita ni kutumia demand zone, demand and supply. Demand and supply strategy. Angalia kuna video zangu zilikuja kupita. Utajifunza zaidi. Kiangalia hapa, ili gusa hapa kidogo. Okay. Sio mbaya, maana risk tu ingekuwa kubwa. Okay. Sasa ukiangalia hapa kwa mfano kuna hii time frame ya 1 hour. Angalia hapo siku limeingia kidogo, uje tuende kwenye time frame ndogo zaidi kama dakika 15 afu tuone mambo yanakaje hapa. Tukija kwenye time frame ndogo kama dakika 15, tukifika dakika 15 tutaona mambo yalikuwaje. Tutaona mambo yalikuwaje. Ngoja nizidi kuweza kuitafuta hii dakika 15 nione kuwa ilikuwaje huku. Nione huku ilikuwaje. Niende nione inakuwaje. Na nikiangalia hapa naanza kuiona hii zone hapa kama unavyoona. Kwenye dakika 15 naanza kuiona hii demand zone hapa. Okay, hii demand zone hii. Demand zone ni hii. Tandao kidogo po slow. Okay, zone ni hii. Yes. Ni hii hapa. Ngoja tu iweze kufunguka vizuri hapa, alafu then tutaweza kuona. Ngoja ifungue vizuri hapa. Ngoja ifungue vizuri. Sasa tukiangalia hapa kwenye hii time frame ya dakika 15 kama unavyoona ni kitu gani ambacho kimeweza kutokea hapa. Kitu ambacho kimeweza kutokea hapa ni kama unavyoona. Kama unavyoona hapa, ngoja nikuonyeshe. Ina maana soko limetoka huko then limekuja limeingia kwenye hii zone hapa kama unavyoona. Limeingia kwenye hii zone hapa kama unavyoona hivi. Baada ya kuingia kwenye zone then likaweza kuexecute. Ina maana soko alikuweza kwenda chini zaidi. Umeona? Alikuweza kwenda chini zaidi then likaweza kufanya execution hapa. Likaweza kufanya execution hapa. Nikuonyesha hapa. Ina maana ilipofika hapa alikuweza kuendelea chini zaidi. Likagusa kidogo tu. Sasa hii inakuwa ni inahusisha high risk. Ina maana risk ambayo unakuwa umeichukua hapa inakuwa ni risk kubwa. Ngoja tuangalie hapa. Kwa hiyo kama unavyoona hapa ilikuja likaingia soko kidogo sana. Hii ni mlaji afu tuangalie. Kwa hiyo ukiangalia hapa soko liliweza kuingia kidogo sana then likaweza kuexecute. Ina maana kama ukisubiri ifike angalau katikati hapa risk inakuwa ni low risk. Huku chini kuna low risk zaidi. Ukipress trade hapa inakuwa ni high risk. Kwa hiyo sasa hii risk to reward ratio inafanyaje kazi? Hii risk to reward ratio inafanya kazi hivi. Ngoja nichukue hapa. Niweke hapa tuone. Sasa hii risk to reward ratio hapa ukiangalia risk ni nje ya hii demand zone. Ina maana soko likiingia kwenye hii zone tunaweza kutrade. Na mimi nawashauri watu kama mteja wako ni mdogo usichukue hii risk kubwa. Ni bora ikakupita. Sasa hii risk to reward ratio hapa inakuwa inafanyaje kazi? Hapa ni inafanya kazi hivi. Hapa ni inafanya kazi hivi. Na maana kama sisi tumeweza kuanza trade yetu, sisi trade yetu tumeweza kuanza hapa. Tumeanzia hapa. Tumelist hizi pips ngapi hapa? Hizi pips kweli. Tumelist hapa hizi ni pips ngapi? Ni 750. Tumezilist hizi pips 750. Kwa hiyo target yetu sisi
hapa kama tumeliski pips 750, target yetu tupate mara mbili. Ina maana mara mbili ya 750 inakuwa ni 1500 angalau. Kwa hiyo tutakaa sokoni mpaka tupate mara mbili ya kitu ambacho tumekiliski hapa. Kwa hiyo hii nguvu ya risk to reward ratio inapatikana endapo kama utakopo kile ambacho unakiliski unakipata mara mbili au mara tatu au mara nne. Sasa hapa ina maana kama tumeliski pips 750, target tupate mara mbili, ina maana itakuwa ni 1500. Kwa hiyo tutakaa sokoni ili tupate mara mbili, tupate zaidi ya mara mbili ya kitu ambacho tumekiliski. Kwa hiyo kama hapa ukiangalia hapa inakuja ni profit ya pips ngapi? 1820. Kwa hiyo hapa risk to reward ratio inakuwa ni mara mbili, ya kile kitu. Lakini ungeweza kuchukua riski ya kuendelea kustay kwenye market. Kwa hiyo ungeweza kustay kwenye market kwa muda mrefu ili uweze kucapture movement kubwa. Ukiangalia hapa labda ungeweza kustay hapa mpaka kuweza kucapture hii movement hii. Zisi hapa. Kwa hiyo umeona hapa ungeweza capture hii movement hii. Ina maana kama hapa ungeweza kupata pointi 2264. Hapo 2264. Umeliski 750 upata 2264. Hii ni zaidi ya mara tatu. Kwa hapa unakuwa umetengeneza, kama uliriski $10 unapata $30. Kama uliriski $1 unapata $3. Kwa hiyo hii itakuboost zaidi katika hii safari yako ya trading. Kwa sababu kama umefanya trading 10, 7 zimefanikiwa, zimegusa take profit. Maana take profit hapa inakuwa ni hapa somewhere. Alafu stop loss imekuwa ni huko chini. Kwa kama zimegusa take profit, kama umefanya trade 10, 7 zimegusa take profit. Alafu 3 zimegusa stop loss. Kwa hiyo kama hapa stop loss ilikuwa $2, kwa trade 3 ambazo umezifanya kwa wiki, ambazo umefanya labda kwa siku 14, umfuate hadi 10. Kwa hiyo zile trade ambazo umelose 3, umpoteza $6, alafu wewe huku umetengeneza kwa 10 umetengeneza $70. Kwa hiyo umpoteza $6 alafu umpoteza $70. Kwa hiyo unakuta account inakuwa. Kwa hiyo unakuta muda mwingine umeweza kupata entry ambayo ni nzuri, ila unawahi kutoka sokoni. Kwa kama utawahi kutoka sokoni unakuta umetengeneza $1 au 0.8, lakini kumbe ilikuwa inaenda kugusa ile take profit. Kwa hiyo always unapoweza kuplace trade yako target iweze kugusa take profit, usitoke mapema. Hii itakuwezesha kuweza kukuza account, kwa sababu take profit zingine zinagusa na muda mwingine stop loss huwa inakuwa inafikiwa. Kwa hiyo fanya trade usifanye trade nyingi, chambua soko, tulia, alafu weka riski kiwango. Na huo tunaposema tuna riski kwenye forex inamaanisha upo tayari kuweza kupoteza kiasi kile kama soko likienda vibaya, na kupitia ile riski ambayo umeitoa upo tayari kuweza kupata mara 3, mara 2 ya kile kitu ambacho umeweza kukiriski. Kwa hiyo huo ndio utaratibu wa kuweza kutrade forex. Kwa hiyo kuanzia 2026 wanafunzi wangu, napenda uweze kutrade kwa kuweza kutumia risk to reward ratio. Risk $1 kaa sokoni pata $3. Risk $10 kaa sokoni pata $30. Utakuta account inaweza kukua kama ukiweza kukutana na bad days au bad times. Kwa unakuta account inaweza kukua. Account inaweza kukua. Labda niweze kufanya mfano mwingine. Tafute mfano mwingine hapa. Niweze kufanya mfano mwingine. Bali tafute kama mfano kingine niweze kufanya. Tafute mfano mwingine. Niweze kufanya. Badilishe pia ni badilishe pia au
Nibadilishe pia hapa, labda nitafute GBP USD. Labda hii hapa, chukua USD JPY, United States dollar, zile Japanese yen. Hapa kwa data za mwanzo, na hii ni live market. Hapa katika E1 day, maybe ngoja niweze kuchora hapa. Nataka niweze kufanya hii example nyingine hapa kama unavyoona. Sasa hii nimeweza kuichora hii demand zone, nimeweza kuichora hii demand zone hapa. Nimeweza kuchora hii demand zone hapa, nimeweza kuchora hii demand zone kama unavyoiona. Kwa hiyo hapa baada ya kuchora demand zone, labda maybe kumbuka chambua soko kwenye higher time frame, kwa time frame kubwa, alafu rudi kwenye time frame ndogo. Ukirudi kwenye time frame ndogo, unakuja una refine hapo, labda ni refine hivi mpaka hapa chini, alafu refine hivi ya. Kwa hiyo kumbuka, tunapo refine tunakuwa tunapunguza riski, kama unavyoona hapa uingia hapa. Kwa baada ya hapa, okay, hapa nitarudi kwenye time frame ya 1 hour. Okay, time frame ya 1 hour iko hivi, this is okay. Alafu nitarudi kwenye time frame ya dakika 15. Unaona hii dakika 15 kama unavyoona. Kwa hii ni live market, nimechambua live market. So ukiangalia hapa soko liliweza kugusa zaidi kafanya pullback. Kwa hiyo hapa tunatarajia kiweze kitu kutokea, hiki kitu hapa tunatarajia kuwa kitatokea hiki kitu. Ina maana hapa natarajia kwa soko lije liingie hapa hivi, liguse hii zone, then likigusa zone kwa risk ambayo ni ndogo, likigusa kwa risk ambayo ni ndogo hapa, likigusa kwa risk ambayo ni ndogo kama hivi hapa, liingie lije liguse then lipane. Kwa hiyo hapa mimi nitakavyokuja kuweza kuweka hii target yangu hapa, mimi na risk hizi, na risk hapa bora, na maana hapa mimi nimeriski hapa. Kwa kama nimeriski hapa, nimeriski pips kadhaa hapa. Kwa kama nimeweza kuriski pips kadhaa hapa, maybe nimeriski pips 100. Kama nimeriski pips 100, nitakaa sokoni mpaka niweze kufika target. Labda target yangu mimi ni ya pips maybe ngapi, 300. Umeona? Na hapa hii inaonyesha kuwa ni dola, ni dola. Kwa hapa nimeriski hii hapa dola 0.7, alafu target nije nipate dola 2.3. Kwa hiyo hii ni mara 3 ya. Kwa hiyo mimi hapa nitakaa sokoni mpaka niweze kufikia hii level, kwa sababu nikiangalia hapa kwa juu, naona kuna hiki kitu hapa kwa juu, naona kuna hii fair value gap. Kwa hiyo maybe soko likifika hapa kwenye hii fair value gap linaweza fanya reverse. Kwa hiyo mbaya, naweza nikaipunguza mpaka hapa take profit yangu. Kwa mimi hapa nitaweza kuriski dola 0.7, alafu nitakaa mpaka nipate dola 1.9. Kwa hiyo hapa imekuwa ni mara 2. Kwa hiyo risk to reward ratio hapa imekuwa ni 1:2. Kwa hiyo nitakaa sokoni, nitavumilia sokoni mpaka niweze kufikia hapa. Kwa hiyo hii
ndiyo nguvu ya risk to reward ratio. Unakaa sokoni mpaka uweze kufikia ile target yako. Usitoke tu sokoni ovyo ovyo, unajikuta unapata inti nzuri na unashinda kuzitumia, na unapata inti nyingine mbaya, alafu unakuwa una account ikuu unazunguka tu pale pale tu. Kutumia nguvu ya risk to reward ratio uweze kufanya trade zako. Risk $2, kaa sokoni mpaka uweze kupata $6. Risk $2, kaa sokoni mpaka uweze kupata $4. Kwa hiyo utakuwa umeriski mara 2. Hii ni habari njema kwa wale wote ambao wanahitaji kuweza kujua forex au kujifunza forex. Kwa sasa nimeanza kutoa mafunzo ya forex kwa gharama nafuu kabisa. Kwa mawasiliano unaweza ukanitafuta kwa namba ambazo zinaonekana hapa kwenye skrini yako. Kwa hiyo unaweza ukanipigia simu au ukanitafuta WhatsApp au ukanitumia ujumbe. Ukinitafuta nitakupa utaratibu wa jinsi ya kuweza kuanza mafunzo. Gharama ni nafuu zaidi. Wekeza muda wako katika kuweza kujifunza trading. Ukijua forex trading utaweza kufanya trading ya financial markets yoyote ile pale. Kwa hiyo wekeza muda katika kuweza kufanya trading. Usikimbilie kuweza kudeposit na kutaka kuweza kutengeneza mamilioni ya pesa. Ndio unaweza ukaotea, lakini utakuwa ni loser kwa siku zijazo. Kwa hiyo wekeza muda wako kwanza kwenye kujifunza soko la forex.